kwanza yenye nikataka kusema ni kwamba kuna wachezaji ambao walikuwa shuleni wanani wana. Anahitaji kujua wale, alafu tunahitaji kujua wachezaji ambao tunabakia nao. Kwa sababu hao hata kesho naweza kuanza kuwaweka nje, hakuna shida. Masomo wanaenda kucheza. Kuna wenye wanaenda kukaa na wanaenda tu kusoma na kurudi nyumbani. Nani anaenda kwenda na kurudi? Wewe utakuwa unakuja kutrain sisi. Wale ambao wanaenda tu kukaa shuleni na nani? Magenge hao watatu. Sawa, sasa nani captain? Wachezaji hao wenye wanabakia, wachezaji wetu wa timu, uweke list. Tuwajue wale ambao wapo na wale ambao wapo. Kwa sababu tu train na wale ambao tunabakia kwanza nao. Sawa? Sio kwamba tunawafukuza nao mnakuja mnamalizia wiki yao, lakini tunataka kujua wachezaji ambao tuko nao wote ambao tunabaki nao. Sawa, sasa tuzungumzie kuhusu hayo mabadiliko ambayo tutafanya. Tunajua sasa tuko na uwezo wa kucheza, tuko na talent ya kucheza mpira. Lakini wewe wenyewe mko naona. Nichukua dakika chache pale, nikawaacha mnacheza tu. Kila mtu alikuwa anacheza tu kivyake. Yaani kucheza position inawashinda kwenye position zenu. Na hiyo tunaianza kama darasa la kwanza. Hapa tuna train kuanzia Monday, Tuesday, ni siku zetu za kutrain jinsi gani ya kucheza kwa sababu kuna wachezaji wenye hawajui position zao. Niko na jita niko back. Niko midfielder lakini hajui kucheza hiyo midfielder yake anataka. Sababu kila saa nilikuwa namlalamikia nani Cheche anajua anacheza katikati tu lakini kucheza ile katikati yake ingali ishi. Anakuwa anacheza tisa wetu. Wewe ndio huku tunakuweka huko hapa katikati lakini huko back unatusaidia huko nyuma lakini ishakuwa tisa. Sasa tunaona mlianza kucheza tukafunga goli ule upande wa green tukafunga. Baadaye kwa sababu mlikuwa unacheza kila sehemu mnachoka ndio maana mnaanza kufunga sasa. Chiko na position ya mpira ni kitu kiko rahisi sana. Hauwezi kucheza fasi zote utachoka tu dakika chache. Lakini kama unacheza kwenye position yako utaona tu mpira uko raha. Goalkeeper sio unaona anakaaga tu mgoli tu. Anaangalia jinsi mko anacheza. Ushaona anatoka pale na anaingia kule katikati. Sasa wewe kwa mfano na mwingine anamlalamikia ni Elvis. Huko unacheza nyuma. Najua wewe uko na by nature wewe ni beki kabisa kwa sababu hata baba yako naye alikuwa anacheza beki, si ndio? Yaani kwa kuzaliwa ile nani yako kuzaliwa kabisa wewe umezaliwa beki. Ndio kwa sababu unaona mpira wako hata hapa. Kwa kuzaliwa kabisa. Na ile umeiga kwa sababu hata baba yako naye alikuwa beki. Kwa mchezaji mzuri wa nyuma. Lakini wakati uko beki lakini una hamu ya kwenda kufunga, kushambulia. Hauwezi kucheza hivi. Ukicheza tu kwenye position yako utaona kila kitu ni easy. Na watoleaga ndio maana watoleaga mfano sana kwa Amani. Amani anajua kucheza position yake. Nzuri sana. Anapo parapara za kwenda kugongana kule kufanya. No, anajua kwamba mimi ni beki, nikishacheza mpira wangu naachia wale wengine wanacheza. Utaona anachoka sana. Na mwingine wanajua kucheza ndani yake ni huyu hapa. Machine. Ule mambo. Sana wengine na wengine. Hiyo yote nilikuwa nakukumbusha kwa nini? Kwa sababu tuko nataka tusaidiane. Na hiyo mabadiliko tutaifanya kwa sababu nini? Tunataka tufanye egle. Timu ya Eagle yenye iko so wengine wenye watakuja makocha watakuja kukuta ile ego ya ile style niko nacheza na nachukua na iendeleza vile vile kama jinsi alifuta. Kama mko nanielewa. Unatupata. Vile jinsi tulianza. Ndio maana kila mara nilikuwa nakumbusha utaratibu kwa sababu sisi kama wachezaji wote wengine tuwajue.
mfano nani? Chama. Wewe utanani kwanza, ukimbie kwanza, okay? Unafika hapo unakimbia tu kwanza. Una train sio kukimbia lakini tutakuwa tunakuweka ndani kwanza. Sawa? Sasa unakimbia, hiyo itakuwa zoezi yako kwanza. Tunahitaji kuwa serious. Sawa jamani? Ndio. Hapana kuja kucheza mpira alafu tunakuletea afadhali nakaa tu nyumbani shida na wewe. Unakuja kucheza wewe, unakuja kucheza mpira, wanakuja kwa sababu wanataka wacheze. Kwa hapo nyumbani hivi tunaadili nao. Si wako. Kwa hiyo unaweza kubaki tu nyumbani, usikuje huko kwa mazoezi. Hakuna lazima ya kukuja kwa mazoezi kama hauko nakuja na kitu makini utakuja kucheza hapo. Ile mazoezi ambayo tunacheza tu ya fujo hapana. Kuna utaratibu. Wakati tunasema hivi mnafikiri tunawekea sheria, sio sheria. Ni tunatafuta tuwe na utaratibu wa kuanza na kumaliza. Kwa hiyo tutaanza kutrain hapa kama ni Monday, tunaanza na goalkeeper. Kwa tunaanza na goalkeeper, keneza siku wapi? Tunakuwa shy sana mgoni. Sikulaumu. Okay? Najua ni jinsi umezaliwa hivyo, ni kawaida kila mtu, lakini kuna kitu unahitaji kuimprove. Mwambie beki wako kitu. Kama wewe au mwambie Elvis huko nyuma, mwambie Amani, kama vile unawachanganya. Kuna mpira watakutinga huku, sana alifunga goli nani? Ilinipita hapa hivi. Sasa nilikuwa hapa hivi na kule nako inakuingia. Sasa wewe unanipanga huku ni sawa. Kama ungeniambia kawa nini unastua. So huku mimi najua niko na kipa mwenye ananiambia. Watu unaanza na wewe, unafanya mabadiliko kidogo. Sema panga wachezaji wakati wa kona. So naona niko nakwambia tufanye nini? So wakati wa kona wewe goalkeeper unajua utaweka wapi wachezaji wako. Amani ni mrefu, unaangalia ule nani, wale upande mwingine ni mrefu, naambia Amani kama mtu fulani, yani wewe unasema. Unaona? Unamwambia nani, kama ni nani, njoo kae hapa kugoli, kuja hapa nyuma yangu. Wewe unasogea hapo. So goli siko na mabeki watatu, wewe ndio unawapanga. Kama unaona uko sawa unasema nyote tu muende mbele msikae huko. Ni wewe unasema. Sawa? Hiyo kitu hizo badilisha tu kidogo, sio lazima sana lakini badilisha tu kidogo, unalazimika kuwaambia mabeki wako. Mpango wa wachezaji wako. Hata kuwapatia motivation. Kimbia nani? Ni wewe tu, hiyo yote bado ni yako. Unaona, wakati unaongea na Mula iko huko upande unamwambia, wakati kama ni nani Sauza iko huko upande unaongea naye unamwambia, hata kumfokea, wakati wasikufungishe wewe ndio utaibika. Kuna mabeki wengine nguvu yao yote ni kupanga tu mabeki. Yeye anaogopa kupigiwa shuti, lakini hiyo nguvu yake inamsave ya kupanga tu mabeki. Unaona? Watu tunazana wewe kama ni Monday tunakuambia jinsi gani kufanya. Na ile wiki nyingine inaanza, tunataka tuanze kuona hiyo jinsi unapaswa kufanya. Wewe ndio unachagua uanze na nani na mpira, wewe ndio unachagua. Hapana mchezaji kulazimisha, nipe mimi, unampatia tu. No. Ni wewe goalkeeper ndio unaona. Hata mchezaji mwingine sio tu fulana analalamika unampatia. No, wewe mwenyewe uko na mpira ndio unapaswa kuamua ni nani umpe, kwa sababu sisi sote tunapenda matokeo mazuri. Sawa? Kwa hiyo kumalizia ni kwamba kila mmoja kuanzia leo akubali kujinyenyekeza, kubadilika. Kuna wachezaji ambao tutawahamisha kwenye position zao, utakuwa unacheza hii, yani unahama kutoka ile ulikuwa unacheza. Unaanza kutrain kwa position nyingine. Kwa sababu tunatafuta timu ya muunganiko. Sawa? Ndio gocha. Tunatafuta timu ya muunganiko. Kwa hiyo hakuna lazima kucheza fasi yenye unacheza tu lakini haushiki kama ndio yako. Cheza kwenye uwezo wako unaweza. Kwa sababu usilaumike kila saa. Sawa jamani.
Kila mmoja anasema, kwa hiyo tunaenda kwa kila mmoja umoja, kama ni church tunafanya naye mazoezi hiyo siku. Hiyo siku ni wewe ndio kusemwa, kwa kuambiwa, kwa kujipanga. Ukiangalia tunakihitaji kitu. Ni wachezaji wachache tu ambao tayari wanajua hiyo kucheza kwenye position zao, lakini wengine tunahitaji hiyo kitu sana. Sawa jamani. Kwa hiyo ingine ni ya nisema mambo yote, ingine ni ya discipline pia. Discipline pia ni ya muhimu. Tunakuja hapa tunapaswa kuheshimiana sisi wote. Tukiwa hapo uwanjani, kuna wakati mwingine hata ukiwa na uko nyumbani uko na tabia nyingine inakulazimu ukiwa kwenye kundi wa dhati tabia, yani ukuje tu hapana hata kwa dhati unageuza tabia yani. Tunajua huko nyumbani kwako unapaswa kuwa na tabia zingine, lakini ukifika hapo kwenye watu wengine unapaswa kugeuka. Unaona? Kwa hiyo nayo tunadili nayo. Ukiwa mkosa adabu tunakutoa kwa timu yetu. Ndio. Kama vile kisi kama uko na adabu kwa nyumba, ilete pia hata hapa kwenye tuko unaleta adabu ni sawa. Lakini kama unakosa adabu, labda uko adabu huko nyumbani, tena unaleta na hapa, inakuwa sio vizuri. Pigwa fimbo tu hapa. Kwa hiyo tujibadilishe. Sio masheria hii, ni hali ya sisi, ni utu wetu sisi. Tunapaswa kubadilika, sehemu zingine tunakuwa tu wazuri. Sio tu kwa sababu ni mpira. Nilisikia nani? Huyu, unasema mambo matusi pa nilikuacha tu. Lakini sio kila mtu anazoea kusikia matusi kwa sasa. Kama unayatamka jaribu kufanya wakati mwingine una meza, unaenda kuyatamka kwa hiyo pale kwenye unakuwa unazoea. Au labda kama ni kutoka tu basi mbaya. Lakini sio vizuri kwenye kundi kusema mambo matusi. Sasa wewe na adabu kila sehemu, wewe tunajikomporte mahali kwa familia, tunakuwa na hali zingine za kuishi na familia. Unaweza kuta kusema neno inaprovoke mnagombana hapa, mnapigana, mnavunjana meno vibaya sana. Unaingia manani zingine tofauti. Kwa hiyo mimi namalizia hapo. President kama uko na neno ili tunakukaribisha. Sport oye. Sport oye. Yeah, nimesikia mpango wa coach anasema ni mzuri na ni kufuata. Ameongea point nyingi na ameongea sana, tukimsikiliza ndio timu kuwa bora. Anaona kama tuko na madhaifu na ile madhaifu tuyatoe kwa maana timu yetu iko bora. Na ubora haikwaje tu kwa ajili tufunge magoli. Ubora unaanza kwanza wewe mwenyewe unajiamini. Na ile power, na ile nguvu ya kuweza. Ndio mara timu zinakuwa zinaelekea na zinakuwa ziko timu bora. Haina tu siku ya timu, siku ya mechi tukutane wewe ingia hatafanya kitu kwa timu. Hatuproganize. Lakini kisi tukiwa na haya ambao amesema kila mtu ameongelewa na amesikiliza na amekubali, ndio uchezaji bora. Na ndio timu inakuwa iko timu bora. Kuna mabadiliko yenye hapo na mabadiliko yatakuja kuwa kwa wale ambao wako bora, timu itakuwa imependeza na imeshimisha watu. Hata kwa watu washajapa kwenye kuja kuwaona na wewe unasirika baba. Natia mpira mnango hali naisha mie naishi. Mpira ni yangu. Adoke hamna nani, hamna umoja. Kocha yuko anaongea, mwingine anasema hiyo vyako haviko. Mimi niko nalilia vyangu. Naenda wapi? Sport oye. Kwa kocha anaongea ni kuleta peace. Ndio? Ni kuleta peace kati yetu, tupendane. Sio kwamba utakuta mwenzako anatembea mbura huko na gari utamwacha kweli. Sawa. Unataka kwenda wapi wewe? Gari yako tunaenda. Kwa nini tuko na peace yetu kwanza ambayo tumeanzisha huko? Wana gari yako kwa garage ndio tukupeleke bana. Unaona hivyo? Kwa tu mko pamoja na mnaongea pamoja, tunakutana muda hizi saa 3 saa 4 tuko nafanya pasio ndogo sana. Wakati kwa tunalipa singekuwa ni pesa hapa, si ndio? Nimeshukuru sana na hiyo ambayo tumesema na hiyo kocha amesema. Sina la kusema, mimi tutakutana na yeye na Stefano na Bolazi tu. Dakika 5 tumaliza ile atakata kama gani. Sport oye.